Hello, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Gertrude Isaac Mabike. Nakukaribisha kwenye YouTube channel yangu ya Ijue Biblia na Gertrude Isaac. Na zaidi ya yote tunamkaribisha sana Roho Mtakatifu kwa kuwa bila yeye hatuwezi chochote. Karibu sana Roho Mtakatifu. Karibu mahali hapa. Take over Roho Mtakatifu, take control. Saidia watoto wako ambao wanasikia neno lako walielewe na likazae matunda mema yanayodumu. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Nakukaribisha tena mpendwa mtazamaji wa YouTube channel yangu ya Ijue Biblia na Gertrude Isaac. Na kama ni mfuatiliaji utakuwa unajua kwamba bado tuko kwenye playlist ya kitabu cha Mwanzo. Na tayari kwa neema ya Mungu tumesha cover sura ya kwanza mpaka sura ya 14 ya kitabu cha Mwanzo. Na leo tutaangalia sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo. Kwa kukumbushia kidogo, katika sura ya 14 ya kitabu cha Mwanzo ilishia kwamba Ibrahim alienda kuokoa wale mateka ambao Lutu mtoto wa mdogo wake alikuwepo miongoni mwao, na tukaona ametoa fungu la 10 kwa kuwa ni Melkizedek. Lakini pia tukaona akampa yule mfalme Bera wa Sodoma sehemu ya watu na mali ambazo zilikuwa zimetekwa na mfalme Kedlaoma. Kwa hiyo Waislamu, kwa hiyo tukaona wamezirudisha zile mali na Ibrahim maisha yake akawa yanaendelea. Sasa leo katika sura ya 15 Biblia inatuonyesha kwamba Ibrahim anatokewa na Mungu katika maono, na anasikia sauti ya Mungu inamwambia hivi: usiogope Ibrahim, mimi nitakulinda na mabaya yote, nitakutunza na kukubariki. Ibrahim sasa akamuuliza Mungu, sasa Mungu, hizi baraka utakazonipa, ulinzi utakaonipa utanisaidia nini? Manake sina mtoto, na huyu Eliazari Mdameski kijakazi wangu ndo atakuja kurithi mali zangu zote hizi. Mungu akamwambia Ibrahim, toka nje. Ibrahim akatoka, akamwambia angalia nyota za angani. Akaangalia nyota za angani, akamwambia kama unaweza kuhesabu hizi nyota za angani, ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Utakuwa una uzao kama nyota za angani, na uzao wako nitawapa hii nchi. Ibrahim akasema, Mungu, nitajuaje kwamba utawapa uzao wangu hii nchi? Kwanza alivyoambia kwamba utakuwa na uzao kama nyota za angani, akawa kwa imani tu akaamini Mungu kwamba kweli atampa watoto, ingawa kama nyota hizo za angani, ingawa bado hajapata mtoto na umri wake umeshasogea. Na Mungu akamhesabia yake, kwa sababu akaona moyoni mwake Ibrahim bado anaamini kwamba Mungu anaweza akampa mtoto na atafanya kama alivyosema. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Mungu akawa amehesabu imani ya Ibrahim kuwa ni haki. Lakini akamuuliza Mungu, nitajuaje au utanihakikishiaje kwamba uzao wangu utawapa hii nchi? Mungu akamwambia Ibrahim, akamwagiza Ibrahim kwamba utoe, akamwagiza atoe sadaka, atoe ndama, atoe mbuzi wa miaka 3, atoe kondoo wa miaka 3, atoe njiwa na hua, awatengeneze kama sadaka ya kuteketeza, awakati katikati kasoro wale ndege wawili, alafu awaweke kwenye madhabahu. Basi Ibrahim akafanya hivyo. Mungu alimwambia afanye hivyo kwa sababu siku hiyo Mungu alikuwa anataka ajiapize mbele ya Ibrahim kwamba kwa ishara hii mimi na wewe nimetengeneza na wewe agano kwamba nitakupa watoto kama nyota za angani, na watoto wako ndo watarithi nchi ambayo ndo Kanaani. Basi Ibrahim akafanya hivyo, akatoa vile vitu alivyoambiwa atoe, akatoa ng'ombe,
ambaye ni ndama, akatoa kondoo wa miaka 3, mbuzi wa miaka 3, njiwa na hua, akatengeneza madhabahu, akawapasua katikati wale, akawa ameweka juu ya madhabahu. Kwa hiyo akawa amesubiri, kwa sababu zile sadaka za kuteketeza zilikuwa zinateketezwa na moto. Akawa amesubiri mpaka giza linaingia, bado zile sadaka hazijateketezwa, wala hakuna moto ulioshuka kuteketeza zile sadaka. Kwa hiyo giza lilipokuwa limeingia, Ibrahim akawa amepata hofu, kwa sababu usiku tayari umeshaanza kuingia. Lakini pia alikuwa analinda zile sadaka mpaka Mungu sasa ajidhihirishe, kwa sababu Mungu alimwambia atoe, yeye ataziteketeza, alafu ndio itakuwa agano lao. Akawa analinda zile zisichukuliwe na tai na nini ile sadaka, akawa ameichunga ndio mpaka jioni imefika, bado haijateketezwa kwa moto. Ibrahim sasa giza lilipokuwa linaingia akapata hofu, lakini akawa amesikia tena sauti ya Mungu, akamwambia Ibrahim, uzao wako nitakaokupa utachukuliwa utumwani miaka 400, lakini baada ya miaka 400 nitautoa utumwani na nitaliangamiza hilo taifa ambalo litakuwa limechukua uzao wako utumwani, lakini nitarudisha uzao wako katika nchi hii wakiwa na mali nyingi kutoka kwenye hilo taifa ambalo litakuwa limewachukua watumwa. Kwa hiyo baadaye giza likawa ndio hivyo linaendelea kuingia, ikapita tanuru ya moto ikateketeza zile sadaka. Lakini kumbuka hapo giza tayari kwa limeshaingia. Ikapita tanuru la moto, Biblia inasema ikateketeza ile sadaka, na ilipoteketeza ile sadaka, siku hiyo Mungu ndo akawa amejiapiza, yani amefanya agano na Ibrahim kwamba nilichokwambia ni ukweli, nitakupa uzao mwingi kama nyota za angani. Kwa hiyo baada ya kuteketeza kuteketeza ile sadaka, Mungu akamwambia uzao wako utakaporudi hapa Ibrahimu, utakuwa umekutana na bado na watu wanaokaa bado kwenye hii taifa, ambao ndo Wakanani wa hivi, kwa sababu Ibrahim alipoenda huko Kanani wale watu walikuwa bado. Lakini Mungu akamwambia sitawatoa haraka mpaka uovu wao utakapokuwa umekuwa mwingi, ndipo nitawahukumu na wao nitawatoa kabisa kwenye hii nchi, ili uzao wako wote utamalaki kwenye hii nchi. Kwa hiyo ndo hivyo Mungu alichokifanya kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo. Unaweza ukaenda ukajisomea vizuri ili uelewe kiundani vizuri. Lakini pia kama unavyofahamu kweli uzao wa Ibrahim umetapakaa, kwa sababu Ibrahim alizaa, huko mbele tutakuja kuona, alizaa na kijakazi wake Hajiri, akaja akazaa na mkewe, akaja baada ya mkewe kufariki Sarai akaja kuzaa tena na wanawake wengine, alioa tena baadaye baada ya mkewe kufa, tutaona huko mbele. Lakini tunaona pia mmoja wa uzao Mfalme Suleiman ambaye ni uzao wa Ibrahim pia alizaa hadi na wanawake wa Kushi wa Afrika. Kwa hiyo uzao wa Ibrahim mpaka tunapoongea sasa hivi, kama Mungu alivyosema, ni kweli uko mwingi kuliko nyota za angani, ni mwingi sana, na kila pande ya dunia, kusini, kaskazini, mashariki, magharibi, ukifanya utafiti utagundua kwamba kuna uzao mkubwa wa Ibrahim uko umetapakaa duniani, kama Mungu alivyomwambia atakuwa na watoto wengi kama nyota za angani. Kwa hiyo ni hayo tu kwa leo. Naendelea kupenda kuomba na kukaribisha kuendelea kushare, kulike, kusubscribe, ili content iendelee kuwafikia watu wengi zaidi na wao wapate kuelewa haya mambo. Lakini pia kama utapenda kupata counseling sessions, namba zangu ziko hapo kwenye description box, unaweza kanipigia tufanye arrangement. Lakini pia kama bado hujaokoka, hujampa Yesu maisha yako, wakati ndio sasa. Kesho sio guarantee. Kwa hiyo namba zangu pia ziko kwenye description hapo, unaweza kunitafuta nikakuelewesha vizuri zaidi kuhusu kuishi maisha ya wokovu. Na mpaka tuonane kwenye kipindi chengine, kwaheri na ubarikiwe. Bye.